Tumepitisha ng'ombe ngapi? 50. Huyu mfugaji imekuwa ni kero, inaonekana hata serikali ya kijiji, ya kata mpaka wilaya inaonekana ameiweka mfukoni. Sasa amebadilisha na jina mtaani, anajiita Baresa. Amka nasi. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuiangaza nchi yetu Tanzania kama ilivyomulikwa na waandishi wetu wa habari katika mikoa mbalimbali. Wakazi wa kijiji cha Mambi, wilaya Mbarali, mkoani Mbeya, wamemtaka mfugaji anayefahamika kwa jina la Mchele Masunga Seme kupunguza idadi ya mifugo kutoka 200 hadi 50 kwa mujibu wa taratibu na sheria za kijiji, kwa kuwa mifugo hiyo imekuwa kero katika uhifadhi wa mazingira na kuharibu miundombinu ya maji. Mwandishi wetu Epemakus Apolinali anasimulia zaidi. Wakazi wa kijiji cha Mambi wamedai kuwa mfugaji huyo anayemiliki zaidi ya ng'ombe 200 amekuwa kero katika kijiji hicho, na wakati mwingine kutoa rushwa kwa viongozi ili aendelee kubaki na mifugo mingi zaidi, licha ya kijiji kumtaka kila mfugaji asizidi ng'ombe 50. Changamoto ni pale ukizikamata na kujibu jeuri. Kama mfeji zinaharibu, ukimpigia simu anakuambia mimi nipo mbali mno, wakati yupo karibu. Afu ukimkamata hata ukimleta ofisini, ndio mwingine ndio hivyo anakuambia haina haja kuzikamata, nitakuja huko mtamaliza. Changamoto ndio hiyo tunayoiona, ambapo tunaamua kusema aondoke. Ni kiburi kinachomponza na anajibu jeuri. Na mnaweza mkakubaliana sasa hizi hapa kwa sababu bwana utaniletea baadaye 200,000. Lakini kaniambia anakuta baadaye kesho anakuja anakutea 50,000. Anakuruka kabisa, anakuambia yale tuliyokubaliana ndio hiyo 50,000. Inabidi uchukue, hauna jinsi. Huyu mfugaji imekuwa ni kero kubwa sana kwa watu wa kijiji cha Mambi hapa. Kama kawaida, mheshimiwa diwani tulileta mpaka haya malalamiko kwenye ofisi ya kijiji kuhusu miundombinu ya mfereji. Tumefika mpaka kwenye kata na yeye kiwepo. Lakini baada ya kile kikao mheshimiwa diwani alikizarau mpaka leo ng'ombe zinafuka tena. Huyu mtu mheshimiwa diwani, sijajua kwa utaalamu wako mheshimiwa diwani utusaidie jambo moja. Huyu mtu inaonekana nguvu, kuna mizizi ipo chini. Kwa utaalamu kama utafanya utafiti wako na upelelezi wako, yawezekana hii mizizi utaipata. Sasa amebadilisha na jina mtaani, anajiita Baresa. Maana yake hata kauli zake ni mbovu. Inaonekana hata serikali ya kijiji, ya kata mpaka wilaya inaonekana ameiweka mfukoni. Kwa sababu tayari anadharau. Uwezi ukasema umekamata mifugo na sasa mimi naenda kwenye ofisi kaza, wewe nenda tu. Kwani kuna shida gani pale? Pale najua wao nitaishi nao vipi. Maana yake hii ni dharau. Unaenda kituo cha polisi, anasema tena kule ndio nyumbani bwana. Sasa hii ni dharau. Hivi mfugaji mmoja anatakiwa na ng'ombe ngapi kwenye kijiji? 50. Sasa mtu ana ng'ombe zaidi ya 50 kwenye 200 na mheshimiwa diwani tulileta ile kero saizi kwenye miundombinu ya fereji, maji yamehama, tunafanya jitihada za kufukua upya, tena amepitisha tena baada ya kikao cha juzi kwenye kata. Amerudia tena kwa mara nyingine, maana yake kile kikao kizarau pamoja na sisi wana kijiji cha Mambi ametudharau. Kero yangu ndio mwenyekiti. Akizungumza katika mkutano wa hadhara mara baada ya kusikiliza kero za wananchi, diwani wa kata ya Kongoro Mswisi Leonard Mwampiate amemtaka mfugaji huyo kupunguza mifugo hiyo ili aweze kuendelea kuwepo katika kijiji hicho, kwani amekuwa kero kwa muda mrefu. Nina ng'ombe ngapi ndugu zangu? 50. Hakuna si tumepitisha ng'ombe ngapi? 50. Kwa mkulima yoyote au mwananchi yote mwenye ng'ombe 50 hatumtoi Mambi, hata mchele hatumtoi mchele, tunatoa mifugo yake. Wananchi mmenielewa? Hatumtoi mchele kuishi Mambi, tunatoa mifugo yake. Kwa yeye mifugo yake haipunguze, abaki nayo mifugo ng'ombe ngapi? 50 tu. Naomba mnielewe hivyo, na vyombo vya habari vitasema hivyo. Wamesema na ng'ombe zaidi ya 200. Ng'ombe 200 utalishia wapi? Hata huko Mbeya vijijini hiyo kero ya ufugaji wa bwana Mchele una shida. Na amekuwa akikamatwa mara nyingi na watu wa TANAPA na analipa. Sasa utalipa mara ngapi? Utafilisika ndugu zangu. Akijibu tuhuma hizo, Mchele Masunga Seme kwanza amekiri kuwa na mifugo mingi na kuomba kupewa elimu na utaratibu wa kuvuna mifugo hiyo. Kwanza niseme ile kauli ya kusema kwamba wanasema kubaki na ng'ombe 50, sipingani na hilo agizo, lakini naomba nipewe utaratibu.
endapo nazalisha ng'ombe nivune kwa utaratibu. Sijapingana na hilo agizo, nivune kwa utaratibu. Na pili, ningeweza kuomba wananchi wenzangu, maana inaonekana kama mimi sio Mtanzania, wengi ni wafugaji, sio mimi tu, lakini mimi kuna sehemu nazuiliwa kupita ng'ombe, wengine wanapita, kunakuwa kama kuna ukabila fulani. Ningeomba na mimi wanapopita wenzangu na mimi nipite hapo hapo, maana shida ni vukio. Tunapovuka kwenda malishoni ni njia ya kupita na ng'ombe, mimi nazuiliwa, lakini wengine wanapita. Kwa hiyo nashindwa kuelewa shida ni nini. Wanaijaji ni kuhusu mfereji, kwamba ninapopita pale wanasema naharibu mfereji. Pia niliomba kwamba hapa ninapopita basi kama ndio hivyo nawaharibia, naomba niweke hata makarabati niweze kupita nisiwaharibie, lakini wananchi walinikatalia. Kutoka wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Amka Nasi ya Magic FM. Amkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni usiku, sikose hata siku kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.